Subiri. Hakuna hela imepotea, hakuna kitu na nategemewa. Matumaini nimepoteza, njia imekuwa ngumu, nani wa kuniongoza? Natamani nisimame. Oya, mwacheni huyo mtoto. Tena mwacheni haraka iwezekanavyo. Mnataka kumpiga hivi mnakosea. Kumbukeni mlionu nyie na huyu tofauti. Naombeni mwachieni. Tumwachie? We kama nani? Na huyu mtoto ni mwizi. Ameniibia hela yangu mimi. Kisha unataka kumtetea? We mpumbavu Amekuibia shilingi ngapi? 10,000 yangu. Sasa kama we ni msamaria mwema ambaye unataka kumsaidia mtoto, nipe pesa yangu ili nimwachie. Na mshauri kama wewe ni kakake, kama wewe ni ndugu yake. Kama sijamfanya kitu kibaya. Sawa. Mimi 10,000 nawapeni. Lakini mwacheni kwanza. Fanya tapu. So unasema unatoa hela tumwachie kama hivi sisi tunamchoma moto huyu. Vitoto vijizi tushasika tunavichoma vyote mtaani kwetu sisi. Na wewe siku nyingine. Hebu toka. Kwa nini sisi? Malaika mwanangu, Karobo yuko wapi? Mpaka sasa hajarudi. Na anajua hali yangu mimi ni mbaya. Mimi naumwa sana mwanangu. Muda wowote na saa yoyote mnaweza kunipoteza mama yenu. Hali yangu ni mbaya sana. Mimi kwa sasa sio wa leo wala wa kesho. Mama, kwa nini unaongea maneno kama hayo? Mungu akuchukua sisi tutabaki na nani? Mimi naijua hali yangu mwanangu, na ndio maana nazungumza yote haya ili mjiandae. Hapana mama, usiseme hivyo. Utakiwa uendelee kuishi. Sisi hatuwezi kubaki peke yetu. Kwani Karobo alikuwaga anaenda wapi? Au ameenda kwa babake mdogo kuomba hela? Hapana mama, alienda kafukuzwa kama mbwa. Mdogo na mke wake walimfukuza. Dada kasema haendi tena. Kwani haja kuambia? Mimi sijui, Karobo hajaniambia. Kumbe alienda akafukuzwa tena? Ndiyo. Yote anayoyafanya Mungu anaona. Malaika mwanangu, mbona unalia? Naomba usilie, nyamaza mwanangu. Nenda ndani kachemsha hata uji tu. Wakati tunamsubiria Karobo, Mungu anaweza akambariki akapata chochote mwanangu. Sawa. Tunapikaje uji na sukari hamna? Malaika mwanangu, nenda kachemshe, tutaweka chumvi, tutakunywa hivyo hivyo, tupoze njaa. Sawa, nitapika hivyo hivyo. Ila mama, usirudie tena kusema Mungu atakuchukua. Mimi naogopa. Peke yangu sina, kama hii ndio maisha. Kwa nini mimi nimechoka kulia, lakini machozi. Mungu wangu, mimi nimechoka kuishi maisha ya mateso hapa duniani. Naomba unichukue ili angalau nipumzike. Japokuwa sijui wanangu nitawaacha katika hali gani. Maana mali zote wamezulumiwa. Sasa wamebaki wanatangatanga tu. Ila ni heri unichukue, pengine watapata msaada kwa wasamaria wema. Kila kitu hata utu wa mama. Alitaka mali akapata kwa damu.
Karibu. Ya, najua mara nyingi sana umenisumbua masaa 24 kwamba unahitaji kazi. Okay, nimeamua kukupa kazi. Hapa ndo nyumbani kwangu. Nashukuru sana bosi. Ila pazuri. Ila nakuwa na hofu. Utaweza kweli hii kazi? Ushagawahi kupitia mafunzo yote ya mgambo? Haka bosi, mimi hii kazi naiweza. Nimetoka huko Bukoba kote. Hata mimi kwenye vita vya Kagera na Uganda, mimi nilikuwepo, nilipigana katika hivyo vita. Sembuse hii kazi. Nimemaliza. Naomba unisikilize kwa makini. Hapa nimekuleta kwa majukumu haya manne. Na majukumu ni kama yafuatavyo. Jukumu la kwanza ni kuhakikisha nyumba yangu inakuwa na usalama masaa 24. Hapo namaanisha hata majambazi wakiingia ndani ya nyumba yangu, wewe ndo unahitajika kupambana nao. Kabosi, usijali. Au majambazi wakiingia kwenye 18 zangu, mimi wote naua. Mbona kwenye vita vya Idi Amin kabosi, niliwa watu wengi, nilifyeka. Sembuse majambazi waje hapo. Mimi ni hatari. Jukumu la pili ni kuhakikisha mazingira yangu yanakuwa masafi. Hapa namaanisha bustani ile pale. Sitaki uchafu. Nataka bustani yangu iwe na usafi muda wote. Jukumu la tatu ni kuhakikisha unamchunguza mke wangu. Naye ni siri yako, okay? Mke wangu akitoka, unatakiwa kunipa taarifa nikirudi. Unanielewa? Usijali kabosi. Jukumu la kumchunguza mke wako, ila halina shida. Mbona simple? Ili la mwisho na ndo kubwa kuliko yote. Kama kuna mtoto atakuja hapa getini na akajitambulisha Karobo, mfukuze kama mbwa. Hicho kitoto ni kibongebonge, ni kama kichokoraa, okay? Sasa narudia tena. Kama akija getini kwangu, fukuza kama mbwa. Sitaki nimuone hapa. Okay? Sasa kabosi, yule mtoto kakukosea nini? Okay sawa. Mimi nitamfukuza. Mimi nalo mbaya. Ile umependeza sana kabosi. Unaitwa nani mtoto? Naitwa Karobo. Oh, Karobo. Karobo, hivi unanikumbuka? Ndio nakukumbuka. Mara ya kwanza tulikutana dukani. Nilikopo nataka nipigwe, ulinisaidia. Kama unanikumbuka ni vizuri sana. Lakini kwa hiyo naiba? Ni story ndefu sana kaka. Story ndefu? Una maana gani? Mimi naishi na familia yangu. Mama yangu pamoja na mdogo wangu. Mama yangu anaumwa na mdogo wangu ni mdogo sana. Na wote hao wananitegemea mimi. Kula ni mimi, kuvaa ni mimi, na kila nikienda kuomba wananinyima. Na ndio maana nimeanzisha mchezo wa kuiba kaka. Wewe mtoto, unaweka na haya maneno yako unazungumza. Isije kama niongopea hapa kwa sababu watu wa sasa hivi nakuga waongo sana. Sasa leo nataka uniambie ukweli. Na kama ukiniambia ukweli, basi ninaweza kukusaidia. Kaka, mimi ninachokizungumza ni kweli, na pia kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kama uniamini, twende nyumbani ukamwone mamangu ile hali yake. Sawa. Twende sasa hivi. Usiku mrefu kimya kinazungumza, machozi hayakai moyoni. Karobo, Karobo, kulikuwa na nyumba iliyojaa kicheko, mama kicheko. We mpumbavu. Hivi hapo umekuja kulala, unakuja kufanya kazi? Hivi una akili zako timamu kweli? Yaani mimi nakaa nje nagonga geti kama mwendawazimu, umekaa hapa umelala, si ndio? Yaani nyumba yangu bado nikae nje nagonga geti muda wote hutaki kufungua. Ukiona kazi imekushinda, rudi nyumbani kwenu. Sitaki mizigo kwenye nyumba yangu. Unanielewa? Yaani sitaki mizigo kabisa. Mlione kwanza. Sura baya. Yaani watu kama nyinyi sijui mnafuataga nini mjini, maskini ya Mungu.
Si bora mnabaki tu kwa mnalima kuliko kuja kusumbua watu. Muangalie kwanza. Bosi samahani. Unajua jana nilikesha. Ndio maana nilipitiwa na usingizi. Kwa nisamee bosi. Haitajirudia tena. Shoga yangu. Siku hizi kumbe mna Getman na msemi. Hasa. Mbona haeleweki jamani? Mko serious kweli? Anaitwa nani huyo shamba boy mwenyewe maana? Utakuta jina lake yenyewe kama mzizi wa bangi. Mimi hata simjui. Hata huo muda kumjua jina yenyewe sina. Kuna siku nimekaa zangu tu huko ndani na shangaa mume wangu huyo. Kaja naye ananiambia Getman, anataka nyumba yake iwe na usalama. Ndio kama hivi unavyomuona. Wewe si umesikia swali au? Unaitwa nani? Naitwa Kanda ya Ziwa. Ile unajua kule nyumbani wengi wanapenda kuniita king wa mademu. King wa nini? Sio king, eti king wa mademu. Hivi demu gani alojichokoa wewe aje kuwa na wewe? Jamani. Yaani hao mademu wa Kanda ya Ziwa kweli wana huruma. Hadi wewe pia ni kingi wao. Yaani anaonekana wakuja shoga yangu mshapa. Yaani hata lile jasho la shamba lile halijamuisha kabisa. Haya mwenzetu kingi. Mpaka umri uliofikia. Umelala na wanawake wangapi? Yaani kabosi, nikwambia kabosi kitu. Mimi wanawake wananipenda sana, wananishubukia sana. Ila mimi nawaogopa kulingana jina langu limekuwa maarufu hapo, naogopa tena ukimwi. Na niyo maana sijawahi kulala na mwanamke hata mmoja kwa sababu wanawake wanaoambukiza ukimwi. Mimi naogopa sana kabosi. Yaani hapa huo ukimwi unaozungumzia, jifanye kingi hivyo unakufa nao, unarudi na kilo 2 mkoani kwenu. Lakini shoga yangu, hao mashamba boy ukiwaotea wanakuaga na nguvu hawa. Yaani anaweza akakupa show mpaka ukachanganyikiwa. Sisi tushazoea wala chipsi. Unajua sisi watu wa Bukoba sisi. Ni kila bitoke, ni kila bilii bwana mpelege, alafu nikachanganya na dagaa. Unasikia kabosi? Sisi mama tunakuaga na nguvu. Hata za msingi, subia kitu siku moja tu. Nitakupikia bitoke, nitakupikia kila kitu. Wewe utaona. Utakuwa na nguvu. Wewe. Mume wangu jana usiku amerudi? Hapana, alisema arudi. Afadhali. Karibu. Mamangu na babangu wote walikuwa wazima, lakini ghafla baba aliumwa na kupoteza maisha. Na baada hapo naye mama akaumwa na mpaka leo yuko hivi. Na hapo napomuona ameparalyze, hawezi kufanya kitu chochote. Na mpaka sasa mwaka umepita. Mshakupeleka hospitali lakini? Tulimpeleka hospitalini, alipewa dawa, akanywa zikaisha. Na mpaka leo bado yuko vile vile. Na hapa tulipo hatuna msaada wote. Ndugu zetu wote wametutenga. Sawa. Hamna shida. Basi kuanzia leo mimi nitakubega kwa bega na nyinyi pia. Mama. Ndio mwanangu, nakusikiliza. Ondoa shaka. Mimi ni bibi kama mwanao. Tumeelewana? Nashukuru sana mwanangu. Karibu sana nyumbani. Sawa mama. Mimi nishakaribia. Na nitakuwa nakuja mara kwa mara kukuona. Ila Kalobo. Abe. Tabia uliyofanya sijaipenda kabisa. Hata kama ukiwa katika mazingira magumu kiasi gani, hupaswi kuiba wala hupaswi kuchukua chochote kile. Tumeelewana? Kwa hiyo kuanzia leo jirekebishe, tabia hiyo sio nzuri. Alafu kuzingatia ni mtoto mdogo. Hasa unafundisha nini wengine? Sijapenda. Na kama kutakuwa na shida yoyote ya hela, mimi nitakusaidia. Japo uwezo wangu ni mdogo sana. Lakini nimefanya haya yote kwa ajili ya familia yangu. Familia yangu yote inanitegemea mimi. Machozi yananitoka, hakuna wa kunisitiri. Shoga yangu, hapa tufanye haraka kabla huyo mume wako hajarudi. Si unajua alivyokuwa mkorofi. Maelekezo ya mganga unasikiliza vizuri lakini? Ninasikiliza vizuri. Dada, nuiza kama huku nuiza tena.
Unanielewa vizuri? Aya, nichapie hapo haraka haraka. Changamka, maana wewe umepoa kama mchuzi wa mbwa. Aya, fanya haraka haraka. Mr. Pito, kama ninavyoenda kupuliza dawa hii, basi na kile yako ikapulizike hivyo hivyo popote ulipo. Unikumbuke mimi tu. Yaani ukishika hiki Brenda, ukiwa chooni Brenda, ukinywa maji Brenda, na usimkumbuke ndugu yako yoyote, iwe baba yako, mama yako, ndugu zako, wote usahau. Na usitoe hela kutuma kwenu mpaka mimi nitakaporuhusu. Ninachokitaka mimi, msaada wako wote utoe kwenye familia yangu na sio kwa mtu mwingine yoyote yule. Shoga yangu mbaya wewe. Kwa nini unisahau hadi mie ndugu yako? Kwa hapa nimefanya kazi ya bure kabisa. Kweli udugu kazi. Sasa basi, hata shoga yangu Kareni akija kikulilia shida, yani kama unavyonisaidia mimi, na yeye umsaidie hivyo hivyo. Kwa hiyo, nataka unisikilize kwa kila kitu nitakachokiongea. Hapo sawa. Ila shoga yangu wa moto umebaluza. Kaisha. Yaani ninavyokuambia, hapa mjini ni kuchangamka. Ukijifanya umepoa kama mchuzi wa mbwa, unarudi huko mkoani. Ila shoga yangu, unamwamini kweli yule mganga wako? Tusije tukawa tunatupa hela bure, afu dawa isifanye kazi. Unajua hii hela nimeipataje? Nimemdanganya mume wangu, nimwambia mamangu anaumwa kijijini. Shoga yangu, hilo limeisha. Ni kikubwa ni kumwamini tu, ila huyu sio mganga wangu wa siku zote. Yule mganga wangu wa siku zote amesafiri. Ila tumwamini tu, kila kitu kitakuwa sawa. Sasa na wewe ndugu yangu, umemdanganya mmeo kwamba hela umemtumia mama yako, akipigia simu akiuliza. Kumbe shoga yangu mimi unijui vizuri. Yaani hizo ndo issue zangu. Nimepangana na bibi mkubwa kijijini. Kwa yani hapa shoga yangu, yani kila kitu kiko. Nimeongea na bibi mkubwa kijijini, nimemwambia akikupigia simu huyu bwana, mwambie unaumwa huko hoi, haujiwezi. Kwa hiyo shoga yangu, mimi boni hia. We mtoto. Mtoto mbaya wewe. Sawa, nishukuru mimi. Na kufundisha mambo mengi hapa mjini. Si unajua mjini bila ya mambo hapa utoboi. Wewe tena. Sawa kungu yangu, hata usijali. Wewe tena udogo. Wangu wewe. Unaona nafanya usafi. Ni kawaida yangu. Lakini nakuenda huruma sana kazi zote hapo nyumbani unafanya peke yako. Mimi naona nikutafutia dada kazi ili madi yawe anakusaidia kazi. Unaonaje hilo? Dada kazi wa nini tena? Na katika kazi zote mimi mwenyewe muone naziweza. Au kuna kitu gani hapo ndani ambacho sijawahi kukifanya mimi? Ni sawa nafanya kazi lakini unatakiwa pumzike. Kwa hiyo dada kazi anakuwepo kwa ajili ya kusaidia wewe. Ndio maana nimekufikishia hilo wazo. Mimi sioni haja ya mfanya kazi. Yaani sihitaji mtu yoyote hapa ndani. Awe mfanya kazi, awe nani, ni mimi na wewe. Basi na watoto wetu tukiwazaa. Sawa, lakini jambo hilo sio limenifanya mpaka mimi nimekuja hapa. Kuna habari nzuri sana nataka nikwambie leo. Mama kanipigia simu na akaniambia kuwa anahitaji mimi na wewe twende tukamsalimie. Ameniambia kwamba amemisi sana mkwe wake na anahitaji kukuona. Kwa nimeona hii ni habari nzuri sana nije kukuambia mke wangu ili mradi twende nyumbani kwetu kwanza. Tukitoka nyumbani kwetu, tunaenda nyumbani kwenu tutamsalimia mama mkwe. Kutoka hapo tunarudi nyumbani tunaendelea kazi zetu nyingine. Kwa sababu maisha yapo lakini pia kuna wazazi pia. Ishi hapo hapo. Mimi? Usiniulize nini. Hivi wewe ndio kwanza hiyo miezi mitatu tu ya ndoa. Hatujakaa muda mrefu. Tumetoka huku kwenu tu, unataka kurudi tena. Unataka umfuatie nani? Huyo mamako. Alafu unavyoniambia sijui kanimisi kivipi? Hivi unajua mimi sipendi sana mama mkwe. Hao mama mkwe ndio wanasababisha watu waachane. Kwa hiyo mimi sihitaji kabisa ukaribu na mama yako. Kama niwe mamako mzazi, kamfuatie mwenyewe umsalimie. Na kuhusiana na mamangu, achana naye kabisa. Rasa, naomba unisikilize kwa makini. Tena sana. Kama ulitarajia ukinioa nitakuwa karibu na mamako, hilo sahau katika akili yako. Upo. Alafu kingine, kwa muda mfupi tu nilikaa na mama yako, muda mdogo tu, nimemsoma mama yako ile akili yake.
anaonekana na mdomo sana, yaani ana roporopo nyingi. Kwa hiyo sihitaji balaa na mtoto wa mtu au na mzazi wa mtu. Yaani kwa kifupi ni kwamba sihitaji kumsikia mamako kabisa. Sihitaji kuharibiwa ndoa yangu. Sikia nikwambie mke wangu. Wazazi ndio wabeba baraka zetu sisi. Na mzazi wangu mimi ndio kila kitu katika maisha yangu. Halafu unaongea ujinga wako kama huo, si ndio? Mimi sitaki kujua wala sijali hilo. Kwanza umenikuta nafanya usafi, hebu ingia ndani nifanye usafi wangu. Simtibue sasa hivi asubuhi. Ni sawa mke wangu, lakini nakosea sana. Maisha yapo hivyo. Rasa mume wangu, nakuomba sana. Tumeamka vizuri, naomba hii asubuhi ipite vizuri. Na kuomba uniache nifanye usafi wangu kama nilivyoanza. Sitaki kugombana mimi na wewe. Sawa. Mimi nipo ndani. Jana umeniambia kuna jambo unahitaji kuzungumza na mimi. Lakini tumekaa tunaangaliana, hujaongea kitu chochote, ninakusikiliza. Jambo gani? Kwani mume wangu, mimi nikikuangalia kuna shida? Unajua nini mume wangu? Mimi nakupenda sana. Na nashukuru Mungu kwa kunipa mume bora kama wewe, ambaye unanisikiliza kwa kila kitu nitakachokwambia. Mume wangu, mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nikushauri. Kitu gani Malkia wangu? Unajua hatua ambayo tumefikia sasa hivi ni hatua kubwa sana, afu ni hatua nzuri sana. So siwezi kuona tunarudi tena huko nyuma ambako tumetoka. Unajua mume wangu, mtu ambaye alikuwa anatusumbua sana kwenye maisha yetu ni Mama Karobo. Na tumefanya kila namna ambayo tunaweza mpaka sasa hivi tumemkalisha chini, yani tumemfunga mdomo. Lakini mume wangu, kuna hichi kitoto Kikarobo. Naona kama kitakuja kutusumbua hivi. Unajua mume wangu, Karobo anakuwa. Just imagine. Mtu anatusumbua hivyo, bado ni mtoto mdogo. Akishakuwa mtu mzima inakuwaje? Na kadri siku zinavyozidi kwenda, ndivyo anazidi kujitambua. Unadhani yule mtoto akishakuwa mtu mzima, tutakuwa na amani kweli kwenye maisha yetu? Nimekuelewa. Na upo sahihi mke wangu. Mama yake ametusumbua sana, lakini sasa hivi ni kilema. Tumemweza, hawezi akafanya kitu chochote, wala kuinuka hawezi akainuka. Na huyu mtoto bado ni mtoto mdogo zaidi, hawezi akafanya kitu chochote. Au ulikuwa na wazo gani baby? Maana mimi naona kumdhibiti ni kitu simple sana. Mimi nina wazo ambalo tukilifanyia kazi nina uhakika kabisa, yani hatutopata changamoto yoyote kwenye maisha yetu. Nataka tumuoe Karobo. Usiku mrefu kimya kinazungumza, machozi hayakai moyoni. Karobo, Karobo, kulikuwa na nyumba iliyojaa kicheko. Mama akicheka, baba akitoa tumaini. Lakini upepo wa mauti ulipo